Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe, bonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki, kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika superjeti tamu sana. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Sihitaji maji. Hapa nimetumia wastani wa lita 2. Nitaweka katika sufuria yangu na kisha nitaenda kuongeza chumvi vijiko 2 vya chai na kufunika mpaka yapate moto, na kisha nitaenda kuongeza superjeti zangu. Hapa nimetumia pakiti 1.5 na nitafunika mpaka zikaribie kuiva. Hapa tuache zikaiva kabisa, tunaziacha kidogo tu angalau ziwe zinaukaribia uivaji. Na kisha tutazitegua na kuchuja maji yote. Utahitaji maji lita 1, utaweka katika chombo chako, na hapa nimehitaji maji lita 1 kutokana na kiwango cha bata ambaye ninaenda kumpika. Kisha nitaongeza tangawizi iliyopondwa vizuri kijiko 1 mpaka 2 vya chakula, na kisha baada ya hapo nitaenda kufunika na kuacha maji yangu yachemke vizuri. Nikukumbushe tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele, ni sehemu muhimu sana. Hiki ni kiwango cha bata ambacho ni grams 750 sawa sawa na nusu na robo 3 kilo ya nyama ya bata. Kisha nitaenda kudumbukiza katika sufuria yangu ya yale maji nilikuwa nimechemsha na kuongeza chumvi vijiko 2 vya chai. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza vinegar vijiko 2 vya chakula. Nitafunika bata wangu angalau kwa dakika 10 changanyikane na viungo vizuri, na vile vile ili aweze kupata ladha. Lengo hasa la kufanya hivi ni ili bata aweze kupata ladha, iweze kuingia vizuri katika nyama. Utategua pembeni na kisha utaweka sufuria yako nyingine. Utaongeza mafuta ya kupikia vijiko 3 mpaka 4 vya chakula, na kisha utaweka karoti. Hapa nimetumia karoti 1 kubwa, ila nikakata katika makato haya makubwa. Lengo la kukata katika makato makubwa ni kwanza chakula chako kiweze kupendeza, lakini vile vile isiive sana, iweze kubakiza ile hali ya sukari na harufu yake nzuri. Utaipasha kwa dakika chache mpaka uone inatoa harufu fulani vile ya karoti, na kisha utaongeza pilipili hoho. Nimetumia pilipili hoho 2 za size ya kati. Kama una kubwa unaweza kutumia 1 tu, na nimekata makato makubwa vile vile kwa lengo la kupamba chakula changu kipendeze. Na hapo utageuza mpaka uhakikishe harufu ya pilipili hoho na yenyewe umeanza kuisikia. Kisha utatoa katika mafuta na kuweka pembeni. Na baada ya hapo utaongeza kitunguu saumu kijiko 1 cha chakula, na hiki utakipika taratibu katika mafuta yako ya moto mpaka usikie harufu ya kitunguu saumu imetoka. Ukishasikia harufu ile ya kitunguu saumu, utaongeza kitunguu maji, na mimi nimetumia vitunguu maji 2 vya size ya kati, ila kama una kitunguu kikubwa unaweza kutumia 1 kikubwa na kitatosha kabisa. Utakaanga kitunguu chako katika mafuta mpaka uone kimeanza kunywea. Hapa hatutafuti kuacha brown, tunatafuta kinywee kama unavyoona hapo. Na kisha baada ya hapo utaenda kuchukua bata wako yule ambaye tulikuwa tumekwisha kumpasha kwa dakika 10, na kisha tutamchanganya na vitunguu vyetu na kuendelea kumkaanga. Nadhani ukiangalia utaona na ile tangawizi ambayo nilimpasha nayo yote nimevichota kwa pamoja ili viweze kuleta harufu nzuri, lakini kuipa nyama yetu ladha. Nitachanganya na pilipili. Nimetumia pilipili manga 1 kubwa, ila kama sio mpenzi wa pilipili unaweza usitumie, na kama ni mpenzi unaweza kuzidisha vile vile kipimo. Kisha baada ya hapo nitaongeza nyanya. Hapa nimetumia nyanya 2 kubwa, na kisha nitaongeza pilipili manga vijiko 2 vya chai pamoja na chumvi ili kuipa ladha kijiko 1 cha chai. Kisha baada ya hapo utachanganya mpaka uhakikishe nyanya yako inalainika kiasi. Tafadhali usiweke maji. Unyevu ulio katika nyama pamoja na mvuke katika joto lake litasaidia kulainisha nyanya kwa urahisi. Kisha baada hapo nitaongeza jina moto. Nimetumia jina moto kijiko 1 tu cha chai, na hii sio lazima sana. Kama hayapatikani katika mazingira yako huna haja ya kutumia. Utaongeza na soy sauce vijiko 3 vya chakula, na hii kama hauna na yenyewe sio lazima sana, lakini ukiwa nayo ni vema kwa sababu inazidi kuongeza ladha. Kwa hiyo baada ya hapa utachanganya vizuri na kisha utafunika kwa dakika kama 5 ili nyanya yako iweze kulainika yote vizuri.
Nikukumbusha unaweza kusaidia kukuza channel hii kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini kwa kushare video hii na ndugu jamaa na marafiki. Lakini kubwa zaidi kwa kusubscribe, ni support yenu kubwa sana 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 sana. Ukiangalia nyanya yako imelainika vizuri na inaonekana imeisha kabisa. Nitaongeza juisi ya nanasi, wastani nimetumia hapo juisi ya nanasi ml 200, na kisha baada hapo nitaongeza ile supu au yale maji ambayo nilichemshia nayo bata vikombe 3 vya chai, na kisha nitaongeza na hizi bay leaves vijani 2. Kama hauna bay leaves vile vile sio lazima kutumia, lakini ni muhimu kwa sababu inaongeza ladha na harufu nzuri. Na kisha nitafungua na kuchanganya kiasi na kuongeza viungo mchanganyiko wastani nusu kijiko cha chakula. Kisha baada ya hapo nitaongeza nanasi kikombe kimoja ambalo nimelikatakata pamoja na zile karoti ambazo nilikuwa nimezipasha katika mafuta pale awali. Nitachanganya na kisha nitafunika angalau kwa dakika 5 ili viungo vyote viweze kuingiliana vizuri katika mchuzi na katika nyama kuipa ladha zaidi. Baada ya hapo nitaongeza hoho kama unavyoona ile ambayo nilikwisha kuipasha pale awali, na kwa vile hoho haihitaji kukaa sana jikoni, hapa nitaikoroga na kuichanganya angalau kwa dakika 1 mpaka 2 ili iweze kuchanganyikana vizuri, iweze kutoa ile harufu yake na ladha. Na kisha tutaenda kuongeza tomato paste nusu kijiko cha chakula, ila unaweza kuongeza vile vile hata kijiko kimoja cha chakula ni sawa, na kuchanganya tomato paste yako ili kuipa ladha zaidi mchuzi wako. Kisha baada hapo tutaenda kuongeza zile tambi ambazo tulikwisha kuzichemsha toka mwanzo, na tutaenda kuongeza kwa kiasi kidogo kidogo huku tukiwa tunachanganya. Kwa nini tunaongeza kiasi kidogo kidogo? Tunaongeza kiasi kidogo kidogo tukiwa tunachanganya ili kuhakikisha tambi zetu zote zinachanganyikana vizuri. Utachanganya kwa staili hiyo na kisha utaziacha kidogo ili ule mchuzi uweze kuzama vizuri katika tambi zako na kuzipa ladha. Pishi hili ni rahisi sana jamani, na ni tamu sana 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 sana. Natumai ukijaribu pishi hili utalipenda na familia yako yote kwa ujumla. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kutuachia comment katika comment section